Chemichemi za upendo huonekana popote zinapotakiwa kuonekana. Unaambiwa dogo janja mwenye umri wa miaka kama 18 hivi alijikuta akiingia kwenye penzi zito na mama aliyesababisha kifo cha Wayahudi wa kutosha. Sasa hapa ili penzi alihusiani na hicho kifo, lakini umri wake ulikuwa ni zaidi ya miaka 40 na dogo janja alijikuta akijizatiti na kupendana naye kupita maelezo, na hakuna mtu alitokea kupinga ili penzi. Sasa leo tunaenda kuelezea hapa mzigo unaokwenda kwa jina la The Reader. Reader, msomaji wa mwaka 2008. Mimi ni Tupyuge Msima, ni mselfman from Basiri Chatham. Jisimama na mimi mwanzo mpaka pale panapoitwa mwisho. Twenzetu kwa utazame hapa mzigo mwanangu. Twende down. Mzigo unaanzia mwaka 1958 huko nchini Germany. Tunakutana na dogo janja mwenye umri wa miaka 18 anayekwenda kwa jina la Michael. Anatembea taratibu akielekea zake nyumbani. Muda si mrefu mvua ikaanza kunyesha. Dogo janja alijisikia vibaya kupita maelezo. Akasimama katikati ya mlango mmoja kuingia kwenye apartment za mazingira haya hapa. Alitapika sana. Muda huo hapa kuna mwanamke mmoja anayekwenda kwa jina la Anna. Alisogea mazingira haya hapa katika apartment ambayo yeye anaishi. Huyu bidada anafanya kazi kama kondakta wa mabasi. Alipofika hapa akamwona dogo janja yupo kwenye hali mbaya, anatapika kupita maelezo. Akamsafisha na Michael alianza kulia sana. Akampa moyo na kumfariji kidogo, hali itakuwa sawa, hata usio na wasiwasi. Kisha mara baada ya hali kuwa tulivu kidogo, akamchukua dogo janja na kumfikisha mpaka nyumbani kwao huko. Baadaye kidogo Michael alikuwa anapata chakula cha mchana na familia yake. Babake alijua dogo janja hayuko sawa. Ikabidi amuite daktari wa familia kwa ajili ya kumchunguza dogo. Akamchunguza sana na ndipo daktari akajua dogo janja anaumwa sana. Ikabidi amwambie dogo janja inabidi apumzike ndani ya miezi kama 3 hivi ili mradi hali iwe sawa tu kiasi. Mara baada ya miezi kadhaa ya kurudisha hali yake kuwa sawa, kwa bahati nzuri Michael kaanza kujisikia vizuri. Angalau tu hali kaanza kwenda poa sana. Na alipopona kabisa akamwambia mama yake ya kwamba miezi 3 iliyopita kipindi hali yangu ilikuwa mbaya, nilizidiwa njiani. Kuna mwanamke mmoja alikuja na kunisaidia. Mama yake akamshauri dogo janja ya kwamba inabidi amfuate yule mwanamke na kwenda kumpa shukrani kwa kumpa msaada ile siku. Akafuata ushauri wa mama yake, akanunua maua dogo janja Michael na akanyoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Hana. Hana alipomfungulia akamuuliza vipi, unaendeleaje kwa sasa? Dogo janja akamwambia kwa sasa yuko poa sana. Kisha akampatia maua, akamwambia ni shukrani tu kwa kunipa msaada ile siku. Muda huo hapa kipindi dogo janja anajiandaa kwa ajili ya kuondoka mazingira hapa, Hana akamwambia kwamba hata yeye pia alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuondoka kwenda zake kazini huko. Hivyo nisubiri kwenye chumba cha pili hapo, mimi nijiandae kisha tutaondoka kwa pamoja. Kipindi Hana anabadilisha nguo zake, Michael alikuwa anamchungulia upande wa pili. Bahati mbaya akakamatwa na mchungulia, na ndipo Michael akaona ni aibu hii kama fedheha hizi, ikabidi akimbie tu mazingira hapo. Siku ya pili Michael alimuona Hana akiwa kazini, anatoa tiketi kwa abiria mmoja hapa. Aligundua kwamba kwa ule ujinga nilofanya jana inabidi nimtafute Hana nimuombe msamaha. Hivyo basi jioni ilipofika akafanya maamuzi ya kwenda kumtembelea Hana. Alipofika mazingira haya hapa, Hana alikuwa tayari amesharudi kutoka kazini. Akamwambia amna shida, kaniletee kwanza makaa ya mawe pale chini. Dogo janja alienda chini kwa ajili ya kuchukua makaa ya mawe. Alipokuwa ameyabeba na kuyapeleka huko, nguo zake, uso wake wote ulikuwa umechafuka. Inaonekana mtoto akishua huyu hatumiagi mkaa kabisa. Sasa kuona vyote hivi, Hana ikabidi amwambie dogo aoge basi ajisafishe kiasi. Sasa akawa anamsaidia kutoa nguo zake na kuzisafisha zile nguo chafu. Kipindi amemtoa nguo zake zote na kujaribu kumsaidia kumsafisha, bidada alimsogelea dogo akampapasa mazingira. Mwanaume ni mwanaume tu, haijalishi amebalee juzi au kabalee hivi karibuni. Kilichotokea hapa huenda kikawa kina furaha kwa dogo janja Michael, ila kinaweza kikawa kinasikitisha kwa baadhi ya watu. Walichapana show washikaji. Usiku huu hapa Michael alirudi mpaka nyumbani, akawa anakula dina pamoja na familia yake. Muda huu hapa akawa anaeleza namna gani kachelewa hapa nyumbani, kwa kuwa familia nzima ilikuwa inamwambia mbona leo umechelewa sana kurudi nyumbani, ulikuwa unafanya nini? Babake alimuuliza sana, yani dogo janja kabisa danganye tu na kudai kwamba alipotea kipindi anarudi huko nyumbani, alipotea njia. Siku inayofuata alipochomoka shuleni alikimbia sana na kwenda mpaka nyumbani kwa kina Ana huko. Alipofika kwa Ana akaendelea kumaliza muda wake akiwa pamoja na bidada. Siku zinavyozidi kwenda ndipo dogo janja anapofurahia kwenda kuonana na Ana. Yani hakuna siku itapita bila ya wao kuonana. Yani dogo janja kimawazo alipotea kabisa, anamwaza tu bidada Ana. Hivyo akiwa shuleni huku anasubiri kwa hamu sana vipindi viishe aende kuonana na Ana. Yani ajali kabisa hata kuwahusu mabidada ambao wa umri wake. Ikawa ni kama daily routine yake, kila siku ataenda kumuona bidada Ana, na kwa muda mrefu walianza mahusiano rasmi. Sasa siku moja kipindi akiwa pamoja hapa, Ana akamuuliza Michael, vipi unasoma nini shuleni? Kumjibu dogo janja akachomoa kitabu kimoja hapa, ni kitabu cha story. Akaanza kumsomea story moja hapa bidada Ana. Ana alienjoy sana kusikiliza hii story hapo kutoka kwa mshikaji. Hivyo basi kila wakionana ikawa ni starehe yake. Ana anataka mshikaji amsomee story za kitabu, kitu ambacho Michael alikuwa akijui. Ana alikuwa ni bidada ambaye hajui kusoma wala kuandika. Siku moja Michael alipanda basi moja
moja ambalo Ana anafanya kazi humo. Sasa Ana alipomuona dogo janja Michael hapo, alikasirika kupita maelezo. Hakutaka mtu yoyote afahamu kuhusiana na uhusiano uliopo kati yake yeye na dogo janja Michael. Hivyo alichomoka na kumkwepa sana. Michael alichanganyikiwa hapa, hakuelewa nini kinachoendelea. Baadaye ikabidi ajibebe na kwenda mpaka nyumbani kwa Ana na kwanza kumuuliza kwa nini alimfanyia vile. Ana kumwambia kwamba sihitaji mimi na wewe tuonekane hadharani. Hii kitu ikapelekea wakatupiana maneno sana, yani kama kuna upenzi kwa nini yani. Lakini mwisho siku Michael akagundua tu kuna haja yeye kuomba msamaha. Ana ana umri wa miaka 40 na mimi na umri wa miaka 18, ni kijana mdogo sana kumzidi. Huenda atakuwa anaona ni fedha. Ana akamsamehe na penzi lao likazidi kwenda poa vile vile. Siku inayofuata unaambiwa dogo janja akamwambia Ana ya kwamba kuna haja ya kubwa ya sisi kwenda kwenye trip huko tukafurahie maisha. Trip yenyewe tutaenda hata na baiskeli, tutembee umbali mrefu, tufanye utalii wa ndani. Bidada alipokubali akadai ya kwamba hamna shida. Sasa msala pesa. Sasa dogo janja ili mradi kutafuta pesa za kwenda kwenye hiyo trip ya kuenjoy na kufanya utalii wa ndani, dogo janja ikabidi auze baadhi ya vifaa ambavyo yeye anavyo. Akaenda kuviuza na kupata pesa za kutosha. Kisha wakatafuta baiskeli. Siku iliyofuata wakaingia kwenye trip yao ya kuendesha baiskeli. Waliendesha baiskeli na kusafiri umbali mrefu. Walitembelea maeneo tofauti tofauti na walijikuta wakifika maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kula. Kila mtu alienjoy uwepo wa mwenzake. Siku ya pili yake walitembelea mpaka kanisa moja hapa, lakini walipoingia kwenye hii kanisa, ghafla Ana alikaa kimya hapa. Michael akagundua huzuni iliyopo kwenye uso wake, lakini alishindwa kujua kuna sababu ipi inayosababisha huzuni kwenye uso wa bidada Ana. Alipata wasiwasi dogo janja, lakini hakutaka kumuuliza huyo kuhusiana na hiyo hali yake. Mara baada ya kumaliza safari zao zote wakarudi mpaka nyumbani. Unaambiwa muda mwingi sana walikuwa wakiwa pamoja hawa, kitu ambacho kikawa kinafanya bondi wao iwe na nguvu sana yani. Hisia kwa kila mtu zikazidi kupanda. Wakati huo unaambiwa akiwa shuleni Michael, kuna bidada mmoja alianza kumpenda, bidada wa umri wake tu, lakini ukweli ni kwamba dogo janja haoni wala hasikii upande wowote ule. Macho yake yameangukia kwa Ana tu. Hakuna mtu akumgeuza huyo. Unaambiwa hakuna attention yoyote iliyowepo kwa bidada yoyote. Unaambiwa sasa upande huu hapa wa pili, Ana leo hii hapa alikuwa amepandishwa cheo bwana kazini kwake, lakini hakuwa na furaha licha kwamba alikuwa amepanda cheo. Alikuwa na huzuni kupita maelezo. Unaambiwa kupandishwa kwao cheo kuna maanisha kwamba anatakiwa kuhama kutoka kwenye mji na kwenda kwenye mji mwingine kabisa. Sasa mawazo ya kuhama yakamfanya awe na stress za kutosha. Siku moja bwana, marafiki wa Michael upande huu hapa wa pili wakawa wameandaa party moja kubwa ili kusherehekea birthday ya rafiki yao mmoja. Ndugu janja hakutaka kwenda kwenye hiyo sherehe licha kwamba alikuwa amekaribishwa. Akajibeba moja kwa moja na kwenda mpaka kwa Ana huko. Lakini alipokuja huku kwa Ana akamkuta Ana akiwa na mudi moja ajabu sana yani. Kwenye hii mudi ambayo yeye alikuwa hajaizoea ikapelekea waanze kubishana na kurushana maneno muda huu. Ila mwisho wa siku kama kawaida Michael akaomba msamaha tu yeye mwenyewe. Kisha wakaendelea na mazingira yao. Wakachapana show usiku kama kawaida. Walilala pamoja usiku huu bila ya kujua Michael kwamba huu usiku utakuwa ni usiku wa pekee wa mwisho kabisa Michael kuwa na bidada Ana au Michael kuonana na Ana. Asubuhi alipoamka akakuta nyumba haina mtu yoyote. Ana alishaondoka. Alimtafuta kwenye nyumba nzima, akakuta kila kitu kilichokuwa kinamilikiwa na Ana kwenye apartment kimeondolewa. Yani hakipo. Hii inamaanisha ya kwamba kaachwa akiwa mwenyewe bila kuambiwa kitu chochote. Yani afahamu ameenda wapi. Michael alijisikia vibaya sana kwenye moyo wake. Alibaki akiwa na stress. Aliteseka sana Michael. Ameondokeje? Kwa nini kaondoka ghafla? Kisha story inatutupa miaka kadhaa mbele. Ni mwaka 1966. Michael kwa sasa ni mwanafunzi kutoka kwenye law school. Anasomea masuala ya sheria. Ni ndoto yake. Anahitaji kuwa mwanasheria mkubwa sana. Anaishi hostel kwa sasa. Hayuko kwenye ule mji wake. Mambo yote anayoyafanya ni kuhakikisha anasoma kwa bidii sana. Siku moja bwana, profesa wao aliachukua baadhi ya wanafunzi na kuwapeleka mpaka mahakamani huko. Akawaambia huko mahakamani kuna semina moja inaendelea. Walifika huko mahakamani kwa ajili ya kuangalia hata tu namna gani kesi zinavyoendeshwa. Kesi ilianza hapa. Jaji alitaja jina la mshtakiwa, kitu ambacho kilimfanya Michael ashtuke hapa. Ana. Michael akaganda na kuanza kuangalia ni Ana kweli. Ndipo alipomuona Ana amesimama mbele ya kizimba cha mahakama. Akajiuliza, Ana anashtakiwa na nini? Hakuamini macho yake. Kwa nini Ana yuko hapa? Kwa nini kesi yake iko hivi? Mbona ni kesi nzito sana? Kipindi anazidi kusikiliza hapa, ukweli ukazidi kufunguka hapa. Unaambiwa Ana alikuwa ni mlinzi kutoka kwenye jeshi la SS. Sasa kipindi cha vita ya pili ya dunia, unaambiwa Wajerumani, watu wa Nazi walikuwa na kempo moja ambayo bidada Ana alikuwa anafanya kazi. Hiyo kempo ilikuwa inafanya kazi ya kuwakamata na kuwashikilia wafungwa wa Kiyahudi, hasa wafungwa wa kike. Hivyo basi walinzi wa kike kutoka kwenye hilo jeshi la SS Guards ndio pekee walikuwa wanatakiwa kwenda kuwalinda hao wafungwa wa kike kwenye hiyo kempo. Hivyo hata Ana pia alikuwa ni miongoni mwa walinzi waliokuwa wanatakiwa kwenda kuwalinda hao wafungwa. Hivyo kesi inayomuhusu huyu bidada ni kwamba Ana pamoja na walinzi wengine waliokuwa wanawalinda wanawake waliwaruka
aliruhusu wanawake 300 wa Kiyahudi, wakiwepo watoto wa kike pia, wajiue kwenye kanisa lililochomwa moto, licha ya kwamba walikuwa na uwezo wa kuwasaidia. Hivyo kwa kuwa Ana ndo alikuwa kiongozi wao walinzi wengine, hivyo mahakama ilikuwa inahitaji majibu kutoka kwa bidada Ana. Jaji alimuuliza bidada Ana, kwa nini ulijiunga na jeshi la SS Guards? Je, ni mtu yoyote alikushawishi wewe kujiunga au ilikuwa ni maamuzi yako? Ana akajibu ya kwamba nilijiunga kwa sababu tu nilisikia walikuwa na ajili ya watoto wa kike kwenye hilo jeshi kwa muda ule pale. Muda huo hapa kesi ikaahirishwa. Michael akarudi moja kwa moja mpaka chuoni kwao kule. Akiwa njiani alikuwa na stress sana, anashindwa kuelewa alichokutana nacho ni uhalisia kweli. Mbona kama kinashangaza alichokiona leo hii hapa. Haamini macho yake. Mwanamke aliyemfahamu kwenye maisha yake ndio mwanamke ambaye amebeba kesi nzito kupita maelezo. Yaani yule mwanamke aliyokuwa ananijali, alionyesha utu, alionyesha kunipenda, upendo wa ajabu ambao sikuwahi kuona kwa mtu yoyote. Leo hii hapa na kesi ya kuhusika na mauaji ya watu 300. Sio kweli. Siku inayofuata kesi iliendelea kama kawa. Jaji leo hii hapa alikuja na kitabu kimoja hapa. Anaambiwa hichi kitabu kimeandikwa na bidada mmoja anayekwenda kwa jina la Alana. Huyu ni bidada aliyefanikiwa kunusurika na kifo kwenye ile ajali ya moto kwenye lile kanisa lililoungua moto. Alana na mama yake walifanikiwa kutoroka pale, na baadaye na ndio waliokuja kufanikiwa kufungua kesi dhidi ya hawa mabidada Ana pamoja na walinzi wengine. Sasa unaambiwa kwenye ile siku ambao moto ulikuwa unaungua pale kanisani ukachoma wale watu 300, Ana pamoja na wanawake wengine 5 ndio walikuwa huko Sam kulinda hao wanawake. Sasa hao wanawake wengine ilimradi wajilinde wao wenyewe binafsi, wakaanza kumlaumu Ana ilimradi kumfanya Ana aonekane ndo mwenye makosa mazito. Ana kazidi kupinga ya kwamba yeye hahusiki, akidai ya kwamba yeye hana hatia hata kidogo. Alana alikuja hapa, aliitwa kwa ajili ya kuja kuthibitisha na kutoa ushahidi. Akathibitisha na kudai ya kwamba wanawake wote hao ambao wako mbele ya macho yake walikuwepo hiyo siku, walikuwepo. Jaji akamgeukia Ana akamwambia kwamba wewe ndio ulikuwa zamu kipindi ajali inatokea na uliandika ripoti kabisa kwa ajili ya kazi. Lakini Ana alikataa kata, akadai ya kwamba wanawake wote waliokuwepo kazini siku hiyo waliandika ripoti kwa pamoja, hivyo basi yeye hakuwa yuko zamu peke yake. Jaji akadai ya kwamba ripoti inaonyesha kabisa sahihi iliyopo kwenye hii ripoti ni ya kwako na jina ni lako. Ana alishtuka sana akidai ya kwamba hiyo sahihi iliyowekwa hapo imefujiwa, sio sahihi yangu. Kuthibitisha ukweli yoyote haya, jaji ikabidi atoe karatasi hapa na kumwambia kwamba saini hapo tuone, ili mradi tu tufananishe miandiko. Lakini Hana akasita, wasiwasi mkubwa ukaonekana kwenye uso wake. Muda huu hapa naipo Michael akathibitisha kitu na akagundua kitu ambacho hakuwahi jua kitu hicho hata siku moja. Ukweli ni kwamba Hana alikuwa ni mtu asiyejua kusoma na kuandika. Sasa ndipo alipojua tu. Kipindi chote hicho alipokuwa anamuomba na yeye amsaidie kusoma kitabu, Hana alikataa kabisa kumsomea kitabu, na ndipo story zikaanza hapa katikati. Story alizokuwa anapewa Michael, kwa nini alijiunga na jeshi, kwa nini alikataa hata lile cheo alichopandishwa, kwa nini alikitoroka, akawa anajua tu. Kwa miaka yote hiyo Hana alikuwa anaficha siri kwa jamii yote. Alikuwa hataki kabisa jamii ijue kwamba yeye hajui kusoma wala kuandika. Ameficha hiyo siri maisha yake yote, hakutaka kuaibika. Hivyo leo hii hapa hawezi kukubali siri aliyoficha miaka yote aifichue mbele ya mahakama. Hakuna, ikabidi akubali kubeba lawama zote hapa kwamba fresh tu, ili mradi tu asiaibike wala kunyanyasika. Jaji akamuuliza, sasa kwa nini hukutaka kusaidia wale wafungwa waliokuwa wanachoma moto kwenye lile kanisa? Ana akajibu ya kwamba sisi tulikuwa tunafuata oda tu, tulipewa oda, kama tungefungua milango wafungwa wote wangetoroka na sisi tungepewa adhabu kwa kuruhusu wafungwa watoroke. Siku inayofuata Michael kabidi aende kumtembelea bidada Ana kule jela. Alimkuta Ana akiwa anamsubiri, akiamini kwamba kuna mtu atakuja kumtembelea, lakini ukweli ni kwamba bidada Ana alikuwa afahamu kwamba Michael alikuwa yuko karibu hapa. Lakini Michael alisita sana kwa muda mrefu bila ya kwenda kumfuata kumwona Ana. Alijiuliza aende asiende, aende asiende. Mwisho wa siku akaondoka tu, alishindwa kabisa kumuona bidada. Na siku inayofuata bidada alirudi tena mahakamani mara baada ya kutoka kule mahabusu. Unaambiwa bidada Ana alifungwa jela kifungo cha maisha. Kwa upande wa wanawake wengine walipewa miaka michache tu. Michael alisikiliza hii kesi ilivyoamuliwa. Muda huu macho yake Michael yalijawa na machozi ya kutosha, lakini ukweli ulibaki umezikwa tu. Ukweli upo, unaambia bidada Ana alihusika na aliamua kujiunga na hilo jeshi kwa kuwa tu alijua kuna kazi, hivyo ulikuwa ni msukumo tu. Lakini ukweli ni kwamba ile siku ambapo moto ulikuwa umeanza kwenye lile kanisa, Ana alikuwa anataka kufungua ule mlango wa kanisa kuwaruhusu waondoke wale wanawake walikuwa ndani ya kile chumba cha kanisa. Lakini ukweli ni kwamba wanawake wengine walimzuia bidada kufanya hivyo, na wao ndio leo hapa wanamlaumu bidada.
bidada. Hivyo mwisho wa siku kesi nzito inamwangukia bidada. Miaka ikazidi kutembea. Michael akafanikiwa kumaliza kusoma sheria, akawa ni mwanasheria aliyekuwa na mafanikio makubwa sana. Alioa akapata na mtoto, lakini ukweli ni kwamba ndoa yake haikukaa muda mrefu sana. Michael alitoa talaka, akaamua kujitenga na mkewe. Licha ya kwamba alikuwa akionana na binti yake kwa muda mrefu, lakini maisha yake yote aliona kama kuna kitu hakipo. Licha ya yote hayo, Michael hakuwahi kumsahau bidada Ana. Kumbukumbu za bidada Ana zilizidi kuwepo kwenye moyo wake, na alizidi kusoma tena vile vitabu ambavyo yeye alikuwa akimsomea bidada Ana. Lakini upande huo hapa pili, Ana alikuwa yupo mazingira haya hapa ya jela, gerezani huko. Nywele zake zinazidi kubadilika na kuwa nyeupe mvizi. Miaka inazidi kwenda. Siku moja mwamba Michael aliamua kumtumia zawadi bidada Ana. Akajirekodi yeye mwenyewe binafsi akiwa anasoma kitabu cha hadithi, na akamtumia kaseti hizo bidada Ana pamoja na kiredio fulani hivi. Bidada Ana alipofungua akawa na vishangaa hivi vitu, akiwa amechanganyikiwa, kinatumikaje hapa? Akapress button moja hapa, play. Chumba kizima kikajawa na sauti ya Michael. Alirekodi story ambayo ilikuwa ni kwa ajili yake. Kusikia sauti yake mara baada ya kutokuisikia kwa miaka mingi, Ana alifurahia sana yani. Hisia zake zilipanda juu. Kwa siku zote kutokea ile siku, Michael alizidi kumtumia sauti ambazo alikuwa akijirekodi. Kila tepo ilikuwa imejawa na story ambazo yeye alikuwa anazisoma. Sasa hizi story ambazo yeye alikuwa anazisikia kutoka kwa mshikaji, Ana akawa inspired, akaanza kujifundisha yeye mwenyewe kusoma na kuandika. Alitumia vitabu ambavyo vilikuwa kwenye library ya jela, akawa anasoma na kuandika. Taratibu akaanza kutengeneza maneno, akaandika barua kuituma kwenda kwa Michael. Akawa anasubiri majibu kutoka kwa Michael, lakini ukweli ni kwamba Michael hakuwahi kuandika barua kwenda kwa Michael. Licha ya kwamba hakutaka hata kumuona, pia hakwenda kumtembelea. Alichokuwa anakifanya Michael ni kujirekodi tu kwenye hizi tape recorder na kumtumia bidada. Hivyo wakawa wanafurahia na kujihisi wanaunganika tena. Siku moja bwana mkuu wa gereza akampigia Michael na kumwambia kwamba Ana anatakiwa kuruhusiwa tu kuachiwa hapa jela. Ataachiwa kwa kuwa kuna msamaha wa rais unatolewa. Ameshahudumia na kukaa gerezani kwa miaka 20 mpaka sasa. Kisha mkuu wa gereza akadai ya kwamba Ana hana mtu yoyote anayemfahamu, hana ndugu yoyote zaidi yako wewe. Hivyo wewe ndo mtu pekee uliyebaki. Ana anamhitaji mtu amsaidie yeye kutoka hapa gerezani na kumpokea huko kwenye jamii. Hivyo huyu mkuu wa gereza alijua tu kwa kuwa Michael ndo mtu pekee aliyebaki, akamuomba aje kumsaidia na ampangie mazingira mazuri bidada kwa ajili ya kutoka na kuendelea na maisha. Akafikiria muomba Michael na kuamua kumtengenezea mazingira mazuri bidada Ana. Akamwandalia apartment ya Ana, kisha akamtafutia kazi bidada Ana kwa ajili ya kutoka na kuanza maisha mapya. Siku inayofuata mwamba alijibeba moja kwa moja na kwenda kumtembelea Ana. Akaenda kuongea naye. Ni miaka mingi imepita hawajawahi kuonana. Kuonana kwa mara ya kwanza, uso wa Ana ulijawa na tabasamu la kutosha. Akamwambia mwamba Michael, nimekuandalia kazi, lakini nimekuandalia nyumba ili mradi tu ukutoka uanze. Lakini maongezi yao yakabaki tu hapa mara baada ya swali moja kumtoka bidada Ana. Akamuuliza Michael, vipi umeoa? Mwamba akajibu ya kwamba ndio, niliwahi kuoa na nikapata hata mtoto pia, lakini ndoa yangu haikukaa muda mrefu, tulipeana talaka. Ana akahisi ya kwamba Michael hataki kuwa na mimi, hataki kurudi nyuma, ameamua kujitenga na mimi. Kwa kuwa kadi ambavyo yeye alikuwa anataka kumuuliza maswali ambayo yalikuwa yanahitaji kuongelea maisha yao ya nyuma, Michael alikuwa anakwepa, hataki wao waongelee mahusiano yao ya nyuma. Mwisho wa siku ikabidi akwepe mazima na kumwambia kwamba atarudi baadaye, hiyo wiki ambapo bidada atakuwa anaachiwa, nitarudi kwa ajili ya kuja kukuchukua. Mara baada ya Michael kuondoka hapo gerezani, Ana alibaki tu akiwa anajiona mkosaji kupita maelezo hapa. Akawa anajilaumu sana, anajiona ni mtu mwenye hatia sana. Akaona maisha yake yote ya nyuma aliharibu kupita maelezo. Akaamua kufanya maamuzi ya ajabu bidada, akajikata moto mwenyewe. Wiki baadaye Michael alijibeba na kuja moja kwa moja mpaka hapa gerezani. Amekuja hapa kwa ajili kumchukua bidada Ana. Alipofika hapa, mkuu wa gereza alimpa taarifa za kustajabisha na kushangaza sana. Ana alijitoa uhai wake siku ile ile ulipokuja kumtazama. Mara baada ya kuondoka alijikata moto. Michael alishtuka sana, na mwisho wa siku Michael alibebwa moja kwa moja na kupelekwa mpaka kwenye ile selo alipokuwepo akiishi Ana. Huku kwenye hii selo alikutana na kinoti kimoja kilichokuwa kimeandikwa ni ujumbe kwenda kwa Michael, na kibox kidogo ambacho kilikuwa kimebeba pesa za kutosha. Huu ujumbe wa mwisho wa bidada Ana ulikuwa unasema ya kwamba pesa ambazo yeye alikuwa amezihifadhi anahitaji aende kupewa bidada Ana, yule bidada pekee aliyefanikiwa kupona kwenye ile ajali ya moto ambayo jamii nzima inadai bidada Ana ndo mhusika. Hivyo
Michael ikabidi asafiri kwenda kuonana na bidada Alana kwa ajili ya kufanikisha ombi la mwisho la bidada Ana. Alipofika hapa akamueleza kila kitu bidada, kisha akaeleza mazingira yote na story kumhusu yeye na bidada Ana. Kisha akatoa kile kiboksi na kumpatia bidada. Kiboksi kilijaa pesa za kutosha, lakini ukweli ni kwamba bidada Alana akakataa kabisa. Michael ikabidi atoe tu jambo moja hapa, akamshauri na kumwambia kwamba najua wewe una uwezo na uenda ukawa zitaki, lakini nakuomba usichukue na kwenda kuzitoa msaada kwenda kwenye organization yoyote ile ya Wayahudi ambayo inahusika na kutoa msaada labda kuwasaidia watu wazima kujifunza kusoma na kuandika. Kwa kuwa bidada Ana alikosa nafasi hiyo, basi pesa zake zitumike hata kumsaidia mtu mwingine kujifunza kusoma na kuandika. Alana akakubali na wote kwa pamoja wakakubaliana ya kwamba watahakikisha ombi la mwisho la bidada Ana linafanikiwa kwa kufanikia kuchangia kwenye elimu ya mtu yeyote yule. Miaka ikazidi kwenda na story inatutupa mpaka mwaka 1995. Michael ameonana na binti yake tena, akamchukua mpaka kwenye lile kanisa ambalo walikujaga kulitembelea miaka iliyopita akiwa na bidada Ana. Miaka mingi iliyopita hapo, akamwambia binti yake wakiwa wamesimama mbele ya kanisa, akamweleza story nzima kumhusu bidada Ana. Wakasimuliana story nyingi sana na binti yake. Akamwambia hizo ndo chapter za maisha yangu ambazo huenda ulikuwa uzijui mwanangu. Na baadaye wakaenda kutembelea kaburi la Ana. Michael taratibu akawa anavuta taswira ya mambo mengi yaliyotokea miaka yote ya nyuma, na hapa ndipo story inapoishia. Lakini washikaji zangu, kama Ana angelikuwa amesoma, maisha yake yangekuwa tofauti kabisa. Huenda ile kesi angefanikiwa kushinda, na huenda angekuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa. Lakini ujinga na kutokujua kusoma kwa Ana kulisababisha mambo mengi yani. Licha ya kwamba alikuwa anaelewa vitu, lakini kuna muda alikuwa anaficha siri yenye maumivu makubwa ya kutokujua na kusoma na kuandika, akiamini ni aibu, lakini ingekuwa nafasi kubwa sana ya yeye kujikomboa. Dondosha komenti yako, umeonaje huu mzigo? Mimi ni Tupige Msima, and MCF Man from Mbeya City. Tukutane tena wakati mwingine. Bye. Bonge Story.